Matabe yupo sana. Yupo sana. Yaani Matabe waendelee tu kunisupport, waendelee kunifollow, kunifuatilia kwa sababu bado na vitu vingi kaka, mimi na ideas 200 zipo kwenye dial zaidi ya 200. Mpaka naanza nianze kuachia lini. Yaani ideas zipo. Yaani Matabe utamwona kasi kwa nabadilika. Kwa hiyo hicho kiatu bei gani? Kiatu ni nunua shilingi 100,000. 100,000. Bwana ng'ombe mingi kutokana na ng'ombe kwa ng'ombe wake. Hatari ndugu yangu. Zungumzie. Yes, bana ni mwendelezo wa Mass Comedy Show na this time tupo na Matabe. Mimi Matabe. Mzee nimekoma. Naam. Mambo vipi bro? Safi ndugu zangu. The first time unaingia Ilinga. Ndio. Na tumeweza kushuhudia majukwaa makubwa kama Cheka tu, watu baki, lakini Mass Comedy Show umeweza kufanya mikoani. Ni lipi la kuzungumzia kuhusu Mass? Kwanza kabisa ni wapongeze Mass Comedy kwa usubutu mkubwa ambao wameufanya, sababu kuifikisha comedy hapa Iringa ni kitu kizuri sana. Kwa sababu Iringa sasa hivi na yenyewe watu wanaweza wakakutana sehemu moja kwa ajili ya kucheka, ni kitu kikubwa sana. Ni wapongeze kwa tu wasikate tamaa tu kwa hapo walipoanza, wameanza pakubwa na Mungu atabariki, watafika mbali zaidi. Na vibe la wana Iringa je, mlionaje na hali ya hewa ya Iringa imekwaje? Huku kwa kweli baridi. Ila vibe la watu wenyewe liko vizuri sana. Watu wanapenda. Tegemea ambacho umekiona kwa wana Iringa ambacho nakupeleka kwako. Hapana, kwanza sikutegemea kama watu wananijua kiasi kile. Yaani nilikuwa najua Matabe mimi sijulikani, lakini nimekuja leo nimeona hadi Iringa wananijua, unaona? Kwamba yaani watu kumbe msema Matabe, yaani sikutegemea hicho, ni kitu ambacho wamenisurprise, nashukuru sana Mungu. Tunazungumzia Matabe, tunazungumzia mtu bunifu, mwingia na style ya kuimba, watu wanasema yes kwenye kuimba yupo, na ni mtu ambaye wanasema kwa asilimia kubwa anabeba na lafudhi yako ya Kisukuma. Je, tunataka kuona Matabe kilimeni kwenye lafudhi ya Kisukuma au aje na ubunifu mwingine? Hapana, Matabe ni mtu ambaye ana vitu vingi, sio lafudhi ya Kisukuma. Mfano kama unavyosema nimeingia na nyimbo, mimi nafanya show kwa entertain watu. Sio tu kuwachekesha, lakini kwa entertain, yani kufanya mtu aenjoy, hata kuniona, hata kunitizama. Kuhusu lafudhi ya Kisukuma hapana, sitegemei. Yani nitabadilika, Matabe ni mtu mwingine, nitakuwa nabadilika sana Tumzungumzie Matabe, tumfahamu Matabe kwa jumla, relationship yake ipoje, ni mtu wa namna gani, watu ambao wanakutania leo waambie unapozungumzia Matabe unazungumzia mtu wa namna gani out of comedy? Unapoongea Matabe ni pambanaji, ni fighter, kama hivyo napambana, kisha kwamba tunapambana kama vijana Na je, kwenye komedi yako ya kusema bwana nimekoma, je kuna ukweli gani kuhusu kulizwa kwenye mapenzi, kusema wewe umekoma, yaani unajaribu tena mapenzi, kuna ukweli gani kuhusu wewe? Ulikuwa ni mtu na wakati sana ma ex si manene, tuambie kaka. Chemwe mnanitifua sana. Nataka nijue ukweli gani kuhusu wewe? Nimekoma, ile idea ilikuja, niliteswa kweli na mpenzi wangu, shua kabisa. Mpenzi wangu aliniumiza. Naona kwa hiyo baada ya kuniumiza sasa nilifumania message kwa mpenzi wangu. Akaacha cha mtu mwingine, anasema huyo kenge bado yupo. Sasa kumbe mimi kenge. Sasa ile baadaye nikawa naichukua sana, naambia watu jamani, mimi mpenzi wangu mwambie watu, naambia ukome, usipende kuchukua. Sasa ile ni kome ndo kama imetokana na vya Tumeshuhudia ma content creators wengi wanakuja na wanadumu kwa muda mfupi wanapotea. Vipi kwa Msukuma Matabe? Matabe yupo sana. Yaani Matabe waendelee tu kunisupport, waendelee kunifollow, kunifuatilia kwa sababu bado na vitu vingi kaka, mimi na ideas 200 zipo kwenye dial zaidi ya 200. Mpaka naanza nianze kuachia lini. Yaani ideas zipo. Yaani Matabe utamwona kasi kwa nabadilika. Kwa hiyo Msukuma fan ambaye umeshahidi mwenyewe umewaka, hatukutegemea. Hebu tuzungumze kidogo, tumchambue Matabe anayewakilisha Wasukuma. Bana hicho kiatu bei gani? Kiatu hicho kiatu bei gani? Kiatu ni nunua shilingi 100,000. 100,000. Bwana ng'ombe mingi kutokana na ng'ombe kwa ng'ombe wake. Hatari ndugu yangu. Zungumzie hapa suruali yenyewe, usinyama fulani vya kwenda. Hii swali bandi kaka ni 200,000. 200,000. Hapa Iringa au umetoka nao dawa? Hii niliagiza China. Matabe watupiga Matabe. Wasukuma na China wapi? Umezungumzia hapo kuhusu jambo la kweli ex wako alikuumiza, kwa hiyo tunaweza tukasema ex wa Matabe ndio amempeleka Matabe mjini kuhusu ile komedi yake nimekoma. Yaani baadhi kitu ambacho nimejifunza kwenye maisha, yaani kuna wakati changamoto kumbe ndio sehemu ya mafanikio yako. Kwa hiyo tujifunza kwamba hatutakiwi kuogopa changamoto, hatutakiwi kuzikimbia changamoto, pia hatutakiwi kuzichukia changamoto. Mfano mimi asingekuwa ex wangu kunifanyia vile, kuniumiza, pia nisingekuwa hapa, lakini ile ndio ilikuwa njia. Kwa hiyo changamoto sio kitu cha kuziogopa, changamoto kuchukua kama sehemu ya fursa, unazibeba, unapambana. Wewe sijua Ndio mimi kama ningechukulia lawama, mjinga huyu amenichiti sina nini,
lakini nilichukulia kama fursa, nikasema ngoja nifanye hii, nikafanya, nimekoma, kaenda ya. Tofauti na sanaa ya uchekeshaji, Mathabe anafanya kazi gani? Ni sanaa. Sanaa. Tofauti na sanaa. Hapana. Kabla ya sanaa. Kabla ya sanaa nilikuwa nafanya tu biashara ndogo ndogo. Biashara gani? Biashara gani? Nilikuwa nauza nguo. Ndio bado mtu wao. Sasa umeachana nazo. Bado naendelea kufanya, nitafanya, lakini sasa hivi nimeamua kwanza kufocus na kitu. Unajua sanaa pia ni, yani comedy ni biashara tosha kubwa sana, inahitaji uwekezaji. Inahitaji ushuti kila siku, location tutajua na gharama, movement za hapa na pale. Ni uwekezaji pia. Comedy sasa hivi ni biashara yangu ambayo bado hujakuwa ndo naipambania ikue. Nipi ya support kwa jamii na kuzunguka kama familia? Support jamii ipo. Watu wengi sana wanapenda kunisupport mawazo na nini na vitu vingine ya. Kwa kumaliza, zungumza na mashabiki wako wa Iringa ambao tumeona wamekupa shout kubwa sana, wamekuja na vibe kubwa sana kwa kumuona Mathabe. Zungumza nao kwa sekunde 30. Kiukweli mashabiki wa Iringa nawashukuru sana, ndugu yangu Mathabe amenisupport, sikutegemea kama na mimi hadi Iringa najulikana. Mungu awabariki sana jamani. Mimi nimekoma. Kwa kweli nimekoma.